Hello, habari ndugu wawekezaji, karibuni sana kwenye session yetu, webinar yetu ambayo huwa tunafanya kwenye community yetu, lakini leo tumeiona tuiweke public kwa sababu it's for public. Hii habari ya leo it's for public. Kwa hiyo karibuni sana, na leo tuna mgeni wetu kutoka Dar es Salaam Stock Exchange, McLeod Edson ni Chief Internal Auditor. Atajitambulisha yeye mwenyewe zaidi, lakini hivi karibuni kuna mabadiliko ya kanuni ambayo yamefanywa, na nadhani ni vizuri kwamba tumeona ni vizuri na nyinyi investors muweze kujua nini kinachoendelea and what is the impact kwako wewe kama mwekezaji. Kwa majina naitwa Feines Sichalwe, ninafanya kazi Personal Finance Hub. Personal Finance Hub ni taasisi inayojishughulisha na training na consultants, na tumejikita katika eneo la financial literacy. So tumejikita katika kutoa elimu. Tunaamini kwamba knowledge is power, taarifa na maarifa ni muhimu sana. Kwa hiyo katika lengo letu mojawapo ni kutoa taarifa. Nadhani hii taarifa muhimu inapaswa kwenda kwa watu wengi zaidi. So karibuni sana kama ni mwekezaji. Karibu sana kama ni prospect mwekezaji katika soko la hisa, then karibu sana. Tuna mambo mengi ya kushare. Nafikiri at the end of this session nitaweza kushare zaidi kwenye upande wa Personal Finance Hub. So without further ado, naomba nikukaribishe McLeod Edson. Uh, unaweza ukaanza twende direct. Jitambulishe kwanza and then we can proceed. Okay, asante Highness. Nashukuru kwa mwaliko na DSC tunashukuru kwa mwaliko huu wa kuhudhuria mafunzo haya au discussion ya leo ambayo tutaenda kuzungumzia masuala ya uwekezaji. Na umenitambulisha vizuri, naitwa McLeod Edson. Pande mmoja ni accountant certified, pia ni computer engineer. Kwa hiyo vitu vyote viwili navitumikia na nafanya kazi na soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kuangalia maboresho ya kanuni za soko na impact yake kwa wawekezaji na soko kwa ujumla. Hivyo tutakuwa tunatumia lugha zote mbili, kwa hiyo watu wasiogope. Nilikuwa nimeandaa kwa Kiingereza lakini pia kwa Kiswahili tutaongea kwa sababu ni vitu ambavyo navifanya au nakutana nazo kila siku. Hivyo nitashukuru pale ambapo watu baada ya presentation mtakuwa na maswali kuhusiana na sehemu hii au sehemu nyingine yoyote ya uwekezaji kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Naamini wenzangu kwenye management na wenyewe watajoin kwa sababu niko kwenye management na wana taarifa ya kwamba kuna kitu kama hichi kinaendelea. Kwa hiyo kwenye question and answers watu wawe free kuuliza chochote wanachokitaka kujua kuhusiana na DSE. Sikuweka introduction ya DSE kwa sababu naamini ulivyoniambia watu hawa wote ni wawekezaji au ni watu ambao wanatamani kuwekeza, kwa hiyo wanafahamu DSE. Lakini nitaongea tu DSE ni nini. DSE kwa upande mmoja tunasema ni soko, pia DSE ni kampuni, pia DSE ni msimamizi wa soko. Hivyo kuna mambo matatu ya kumdefine DSE. DSE ni soko ambapo watu wanaweza kuwekeza kupitia DSE na wakapata faida kutokana na uwekezaji wao. Pia DSE ni kampuni mojawapo iliyoorodheshwa sokoni. Hivyo basi mtu anaweza kanunua hisa za DSE na akapata faida. Kwa mfano leo tulikuwa na mkutano mkuu wa wanahisa wa DSE, sio kama soko wa DSE, na tumetangaza gawio shilingi 125.50 na hisa za DSE zinapanda thamani mara nyingi. Kwa hiyo hatutaenda kwa undani, lakini kama mtapenda mkinialika au mkitualika DSE, tunaweza kuja na analysis kwenye upande huo wa jinsi gani ya kuanza uwekezaji kupitia DSE na faida zake na kila kitu. Lakini leo tutaangalia upande wa hizi kanuni. Pia DSE nimesema ni msimamizi, tunaita ni first line regulator
anamsaidia kwa mujibu wa sheria, lakini anamsaidia primary regulator ambaye ni CMSA kusimamia madalali wa soko na players wote walioko sokoni. Kwa hiyo DSE anatoa adhabu kwa memba wake ambaye ame misbehave sokoni na anampa taarifa CMSA. Hivyo ni kwa kiufupi kuhusiana na DSE. Lakini sasa kwenye ajenda yetu ya leo on the impact of new trading rules to investors as well as market participants or market ecosystem, nimeandaa vitu vichache sana ambavyo nilitamani tushare. Vitachokoza, lakini mambo mengine kwa sababu niko sokoni nitakuwa nayasema, na naomba nitoe caveat statement. Nitakachokisema hapa kisichukuliwe kama ni msimamo wa DSE kwa sababu DSE ina msemaji wake. Hivyo mimi kama mtaalam mbobezi ninatumia taarifa ambazo ni public data kwa ajili ya kutoa elimu kwa hawa watu watakaoweza kushiriki, na kama kuna kosa lolote ninaomba mni judge mimi kama mtaalam, maybe itakuwa ni professional dilemma imetokea, lakini sio msimamo wa DSE. So on assessment of the impact of new trading rules to investors as well as market trends, nimekuja na almost 5 sub-items. The first one is to know the overall or overview of the new trading rules. Hizo rules ni zipi na zina mchango gani kwenye uwekezaji? And then tuone drivers. Why new? Maanake kulikuwa na rules then zikabadilishwa, so that's why we have new trading rules. Na hizi trading rules specifically mmetaka kwenye purchases also na sales, na mimi nitaongelea impact kwenye purchases na sales kwa sababu kuna mtu ambaye hajawahi kuwekeza anahitaji kununua, kuna ambaye anazo anataka kuuza, tutaona impact yake pia. Then we will see the details of the rules that was amended and approved, and then issue ya kimsingi ambayo nitadwell kwenye data nyingi na calculations. Kama watu walioko humu sio wahasibu, please mtaniuliza maswali sana hapa kwenye impact to investors and market trends. And last item tutaangalia long term implications ya hizi rules, then nitakaribisha maswali. So on overview, the new trading rules zimecover sehemu chache lakini zina bigger impact. The first rule which was amended or we have new rules is rule number 2. Another rule au kanuni namba 1, kuna kanuni ya 44 subsection 2A. Also kuna rule 173 sub rule 3. We have rule 179 sub rule 2. We have rules 203 sub rule 1. We have rule 212 as well, and last the rule 224. Hizi rules, all these rules, they were amended. They were existing, but we introduced some provisions. Also, we amended the existing rules. So effective date of these rules were 2nd June 2025. Kwa hiyo ni rules ambazo ni mpya zimekuwa into effective since 2nd June. Na impact ambayo nimeiassess from 2nd June mpaka tarehe ya jana, tarehe 24. Okay, let's see what was the motive behind of changing the rules. Kwa nini tuliamua kama soko au industry kubadilisha hizi rules? One, we had challenge on market liquidity and price changes. So liquidity ilikuwa imekauka, that's why nimesema illiquidity and price stagnation in the market. Investors walikuwa na complain, akitaka kutoka sokoni alikuwa anapata challenge. Price change yana kwamba ile mabadiliko ya bei ilikuwa inachukua muda mrefu sana bei kubadilika.
So baada ya kufanya assessment na kusikiliza wawekezaji na wadau wa soko, tukasema no way out. As a market, we need to act on this. So we revised the rules to address illiquidity and price stagnation in the market. That was the key driver number one. The second driver for changing of the DSE rules was price discovery gaps. We have something we call block trade board, whereby price are reported there, yana kwamba unanunua share nyingi in such a way hazipiti kwenye order book, na hiyo price yake haiaffect closing price kwenye order book. So tulivyoona ya kwamba kwenye price discovery hazitokei vizuri sokoni, yana kwamba anything, yana kwamba soko haliwezi likadetermine au likaprice a commodity au hiyo stock, tukaona no way out. We need to work on this so that to create a price discovery mechanism, which is the role of the exchange. So last time brokers walikuwa wanachukua order za watu wanazikusanya and then wanaziripoti kwenye block trade. So hivi sasa ile tendency ya kuchukua orders kwa McCloud, kutoka kwa Gaspar, kutoka kwa Isaya, Jessica, Guy, Happiness and so on, hiyo biashara haitakuwepo hivi sasa kuanzia 2nd of June. And then another sub item which we were addressing was market integrity. As the market, we live with the integrity. So there was some ambiguity which inhibit investors as well as market players from applying the right provision in addressing their issues. So kulikuwa na issues za definitions like single lot ilikuwa haiko defined. Also closing price was not properly explained or illustrated. Tulikuwa na issue tunazita continue listing obligations, and one of the requirements every listed company should comply with ni corporate actions. Corporate actions include some of the actions like dividend, change of board directors, change of the management, change of the key personnel within the organizations. Hizi zilikuwa hazijawa defined. So tulidefine ili kuleta clarity on some of these terminologies na kutoa mifano ili members wa exchange na investors wajue kabisa hii itokea kitu gani kitatokea. Also, we were addressing some technological evolution on the matching of trades so that to allow reopening and auction phases to leverage on those technology tools. Kama hapa sokoni tuna what we call DSE hisa kiganjani. Hii sasa inafanya kazi masaa 24. Pia kwenye DSE hisa kiganjani hatuhitaji tena document mtu awe na vitambulisho, hapana. Tunahitaji uwe na NIDA, ile namba, then ukiweza kupasi hiyo KYC basi you are an investor. Also, we wanted to comply with the global best practices on the area of surveillance, KYC and so on. Those are the key drivers that necessitate change of the DSE rules. Okay. Sasa tuangalie rules ambazo zimechange. Pale mwanzoni nilisema summary like that one. Rule number 2, what does rule number 2 speak about? Number 2 is it was definition. We cover all the definitions of some items. Number 1, the block trade. To define block trade. Also, we eliminate some of the terminologies like which is sufficient large to exceed market capacity. Also, we uplift the amount which is required to be under block trade. It was 200 million, right now is 250 million. Also replacing some of the terminology exceeding with minimum. So
Right now, the new definition of the block trade means a single lot where one buyer and one seller must meet, not one to many or many to one. So block trade means a single lot of any security admitted on the list with a minimum value of 200 million Tanzanian shillings. We had rationale for this to minimize or to bring clarity, also to uplift their amount, as well as to allow broader scope of its applicability. Implication yake tulimention hapa ni clarity, wide application, precise block trade criteria. Kwa hiyo tulidefine exactly what is a block trade, na kwa hii definition sasa hivi mtu yeyote anayetaka kuingia kwenye block trade yuko clear, anajua kabisa ili iwe block trade lazima iwe na sifa hizi zilizoko kwenye definition. That was number one. Number two, we define the single lot, which means number of securities comprising an order from one buyer to one seller. I said, to qualify to be a single lot, it must be coming from one buyer to one seller, not many sellers to one buyer. Hiyo kitu haitakuwepo. Sasa hivi define clearly, before it was not there. So implication yake ni kwa ajili ya kustandardize order entry, enhance transparency, investors wanajua sasa na wanatakiwa wajue. Reduce price manipulation, fair and consistent pricing, improve surveillance. Even watu wa surveillance au wanafanya market monitoring or market watch, they know if this we see broker X ana consolidate, anakusanya order from Happiness, McCloud, Sara and so on, and then anakuja anaziripoti kwenye trading system au kwenye ATS, automated trading system, tunajua kabisa anafanya kitu ambacho hakiruhusiwi. That is number two item that was included in the rule number 2. Number 3, we have introduced the definition of price cap limit. And now price cap limit means a fixed percentage on the previous closing price that set the limit on the prices of a listed equity securities can fluctuate during a trading session. So there is up and down. Your fixed percentage of the previous closing price inaweza ikapanda ikashuka. Sasa hii assume closing price ya security ya share X ilikuwa 1,000. So the price cap ina apply kwenye the previous closing price, ina set the limit ya price kwenda up or kwenda chini. So why? What is the implication? Improve risk management, clear compliance standards, improve also enhance order management. Also, it may distinguish protection price from price cap limit. That is number 3. Number 4, we have defined the closing price. So right now, the closing price is defined as the volume weighted average price, wengi wanaita VWAP, of the trade executed during trading session, provided that a minimum of 100 shares have traded. Assume kwa siku shares za kampani X au za DSE, nitatumia DSE kama default. Shares za DSE ni shilingi 2,500. Kwa hiyo sasa, ili tupate opening price leo, closing price ya jana ni 2,500, tupate opening price ya leo, lazima share zitakazohusika kucalculate closing price ziwe ni 100 or above. Before haikuwa hivyo. Okay? That is the definition. Tutaona huku mbele how does that work
Also, we have introduced the definition of corporate action refers to any event initiated by a listed company that can potentially impact its shareholders or its securities. This we call price-sensitive information. These actions typically include events such as merger and acquisitions, kama kampuni inataka kuacquire au inataka kuwa acquired, declaration of dividend, kwa mfano DSE walivyo declare dividend hivyo na makampuni mengine. Kwa hiyo ikitokea issue kama hiyo tunaitem kama ni corporate action. Right issue or bonus issue, stock splits, and so on. I'm sure you know bonus issue, stock split, and a right issue. If you don't know, you'll ask it maybe, but it is simple. Dividend is clear, right issue or bonus. Bonus ni anaweza akawa wanapewa watu instead ya kumpa hela unampa shares. Or right issue ni ya kwamba you are existing shareholder but we are issuing shares to existing shareholder at a lower market rate. Au tunakwambia ukinunua moja ukiwa una mbili utapewa moja. Something of that nature. So we had definition of corporate action. Then another rule that was revised is Rule 42. And this is all about it, to accommodate the NIN, National Identification Number issued by NIDA, whereby this one is very important for those who are using DSE digital platforms. KYC inafanyika kwa kupitia NIDA. Before tulikuwa na hiyo voters registration number, national ID, birth certificate, driving license, lakini sasa hivi tumesema kwa sababu kila mtu anatakiwa awe na nini ile namba, na ili tuweze tukafanya KYC, proper KYC kwenye mifumo, system zetu zinawasiliana na NIDA. So kuwa na ile nini inakusaidia wewe kama mwekezaji kumaliza KYC mapema, kujibu maswali machache au kutumia fingerprints, unaweza ukafungua akaunti yako ya uwekezaji na ukaanza kuwekeza kiurahisi. So this is all about compliance with the KYC, know your customer requirements for check of anti-money laundering and other requirements ambazo zipo. Rule 203 sub rule 1, hii ilikuwa sasa ni determination of the closing price, mechanism of determining the closing price. Before, the closing price was determined as the closing price shall be defined as VWAP of trades executed during trading session of a specified security. Hizo trades zilizotokea during that specified time, provided that at least 0.025% of issued shares of the security have traded. Lazima at least hizi 0.025% ya shares, issued shares have traded. Kwa hiyo lazima ukalculate uone kama hizo shares ime trade less than 0.025%, your prices or closing price haitabadilika. So right now we have changed that requirement, and the closing price shall be defined or is being calculated based on the volume weighted average price of a trade executed during the trading session, provided that a minimum of 100 shares have traded. Yani kama share 10, mtu amenunua share 10 za DSE, share 20, share 90, 95, wengine akanunua share 100. Hizo share 95, 90, 50, siyo ngapi hazitahusika katika kudetermine the closing price. Ila wale walio trade 100 and above ndio zitakatumika katika kudetermine the closing price which will be the open price on the next day. That was the essence of this one. Na tutaona impact yake kama nilivyosema ndio sababu ya nyinyi kuomba hii session. Also on the
we define the price cap limit. Right now we have enhanced rule 212, which was the protection price. What we have changed, we have done under this, changing the marginal note to read price cap limit. Also redrafting the rule to provide a clarity or clear meaning of the definition of price cap limit. Also deleting sub rule 2 utaiona hapa, which is the protection limits and so on. Sasa sub rule 1 ambayo tumeigusa, kulikuwa na 10% of variation of the securities whose market capitalization is below 1 trillion and 5% whose market capitalization is 1 trillion and above. Kwa hii tulikuwa tumezisegmenti. Also sasa tumesegmenti ila tume-enhance zaidi. So the price cap limit is a fixed percentage of the previous closing price plus or minus. So it will be plus or minus. Mfano ya kwanza 15% should be plus or minus variation of security whose market capitalization is below 1 trillion. Market capitalization tunachukua issued shares times the closing price. Ukiona counter hiyo market cap yake iko below 1 trillion, price cap limit yake itakuwa ni plus or minus 15%. Na kampuni hizo ziko DCB, Jubilee Holding, MBP, Maendeleo Banki, Nico, NMG, Precision, Swissport, TCC, L, Toll, TPCC, Tatepa, Swala, Uchumi, Mkombozi, Mwalimu Commercial Bank, Yetu, Mukoba, DSE, Afriprice, Jatu and Kenya Airway. Hizi ni kampuni ambazo price cap limit yake ni plus or minus 15%. Na market, why we have done that? Because the market capitalization is below 1 trillion. For those whose market capitalization is 1 trillion and above, but counters such as CRDB, Vodacom, and KCB, the price cap limit yake is plus or minus 5%. But other counters such as TCC, TBL, whose market capitalization is above 1 trillion and the number of issued shares is below 2 billion, their price cap limit is plus or minus 2%. And this why implication yake kwa broker hii inakuwaje? Broker ni madalali wa soko, walitakiwa update their daily BBO, update clients na system zao pia ambazo haziko direct connected with the DSE. Also, investors know exactly how far prices can move each day, making risk easier to manage. Also, investor unaweza ukajua ya kwamba prices zinaweza zikamove kwa which percentage. Tutaona hii kwenye calculation zake. Also, issuers ni listed companies. Kuna walitakiwa pia wajiandae. Kulikuwa na riski ambayo some of the counters zinaweza zikashuka. Kwa wale wanaoangalia counter like Vodacom ilikuwa ni 790, hivi sasa tunaongelea 490. Kwa hiyo zimeshuka kutokana na demand and supply. Lakini tutaongelea in detail about that one. Don't worry. Another rule that was changed is 281. This is computation of the closing price. So right now, the closing price of a security shall be the price at which a minimum of 100 shares of the security have traded per trading session of the day.
there shall be no changes of the closing price of a security if the quantity of shares traded in each transaction is less than 100 shares. Ni ile niliyosema ya kwamba kama shares ni pungufu ya 100, usitegemee kama zitaenda kutoa contribution kwenye kudetermine the closing price, kwa sababu closing price ina contributors wake, na contribution pale inakuwa the shares must knock 100 or above 100. Okay. So another issue ni tick size. So tick size before ilikuwa ni 500 to 999, or less than 400 ilikuwa ni 5, 10, 20, 50, 100. Hivi sasa tumeziondoa hizo zote, tumesema less than 100 tick size ni 5. Yani hii tick size na above 100 and above ni 10. What does this mean? Price itakuwa ina change kwa 5, 10, 15 hivyo, kwa hizi ambazo zina less than stock price ya 1000. Kwa hiyo zitakuwa zinabadilika kwa 5 5. Above zitakuwa zinabadilika kwa 10 10. Also hii inamsaidia mwekezaji. This is the good to investors. Cost of investment inapungua. Another item that was changed is the trading phases or time. Before pre-opening, soko lilikuwa linafungua saa 4 mpaka saa 4:30. Mnada unaanza saa 4:30. Hivi sasa pre-opening, soko litafungua saa 3 mpaka saa 3:30. Mnada unaanza saa 3:30 na kuendelea mpaka saa 10. Those are the changes. Kwa hiyo tuliongeza ule muda wa watu kuingia na kuanza minada na kuuza, kununua. Lengo tulitaka watu wapate fursa ya kuwekeza zaidi, na kama nilivyosema, kuna mifumo yetu ya teknolojia kama hisa kiganjani inamruhusu mtu kuposti oda yake muda wowote, saa yoyote. Hivyo tuliona ya kwamba tuongeze muda ili watu wapate muda wa kuwekeza kupitia DSE. Sasa tuone impact hizo. Huo ndo mwisho wa mabadiliko au sheria mpya za DSE. Hizi sheria zina madhara ambayo ni chanya na hasi pia, lakini mengi ni chanya. Tuone madhara yake au faida zake. Hapa nimejaribu kufanya assessment. Nimechukua tu kwa sababu tumeanza kuzitumia tarehe 2 mwezi wa 6 mpaka jana ndio nilichoweza kukiangalia. Hivyo kwa hichi kipindi nimecompare mwaka huu, mwaka jana mwezi wa 6 2023 and 2022 to simulate what is the impact. This is the live data ambazo ni public. Kwa hiyo hautaona ni nani labda finance amenunua, hapana, no, au McCloud, no. This is the aggregate. So kwa kipindi cha kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 24 June 2025, total volume iliyo trade ni 57.1 million. Turnover yake ilikuwa ni 55.3 billion. Number of trades ni 20,188. Days, trading days zilikuwa ni 17. Sasa nikajaribu kutafuta average daily volume. What I take is you take the total volume divided by the number of days. Nikapata almost ni 3.4 million. Average daily turnover ni 3.4 billion. Average daily trades ni 1,188. Nikaangalia, nikakompare. Hii hapa tukumbuke ni baada ya kuwa na hizi revised rules. Kwa impact yake, what does that mean?
volume, turnover, trades zimeongezeka significantly. For example, when I compare 2025 vis-a-vis 2024 in terms of volume, imeongezeka kwa asilimia 543 kwa hiyo miezi miwili. Also ukiangalia 2024 ilikuwa 8.8, kwa ina change imekuwa ni asilimia 543. What does that mean? Tuangalie turnover. Turnover imeongezeka kwa asilimia 665 ambayo imetoka 55.3 billion to from 7.2 billion to 55.3 billion. What does this mean? Participation ya investors kununua na kuuza ni kubwa. Especially also unaweza ukaenda mbele ukaanalyze pia even retail participation ni kubwa. Watu wana participate manake they see there's a opportunity to invest in the market. Trades also ukiangalia number of trades zimeongezeka kwa asilimia 283. This tells you there's an impact kwenye hizi rules zilizo change. Just I'm analyzing for 1 month or 17 days or 20 days. So I hope tukifanya analysis kwa kipindi cha miezi mitatu au miezi sita tutaweza tukainform zaidi, lakini kwa hichi cha hizi siku chache ambazo tumeimplement new rules kimekuwa na impact hiyo sokoni, na investors manake wana participate kwa kiasi kikubwa both buying and selling. Also nataka watu waelewe kwenye concept za investment tunasema especially kwenye stocks, you buy when it is low, prices goes down, and you sell when prices has gone up. So kuna stocks prices zimeenda chini, lakini value of the company au brand yake haistahili kufanya hivyo. Mimi naweza nikasema kwa mfano Vodacom ilikuwa inauzwa, ilikuja IPO 800 na something, ikawa ina trade kwa 790. Today is trading at 490. Watu wanaona okay, maybe wanatafsiri ni vibaya. Hapana, that is an opportunity for investors, new investor to invest. Na tunajua kabisa Vodacom is a telecom company. Telecom company ziko kwenye digital space, kwenye ICT space, na hizi ni sehemu ambayo watu wengi wanaendelea kuinvesti na kutumia huduma zake like data bundle and so on. So it's an area to invest kwa wale ambao wanataka kuinvest, but you can do your own analysis or you can seek advice from investment advisors pia. So on year to year growth inaonyesha from 2022 market activities zinaongezeka, participation ya investors inaongezeka pia in terms of trades, number of trades zinazotokea and so on. So if they are participating, they are entering and exit means liquidity. The easiest to convert your shares to cash inaongezeka pia. So let's also see, kwa sababu issue nyingine ilikuwa ni price discovery and spread compression. Bid-ask spread. June 2024 average ilikuwa ni 1.2% of the mid price, while June 2025 average it is mid price is 0.75%. What does this implies? Tighter spreads lower trading cost and attract more retail investors. So ile tumesema tick size zimepunguza nini? Cost of investment kwa investors. So retail investors wanaweza wakaingia waka-invest. Also, wider price bands and larger tick sizes encourage more frequent trades, especially on low cap or market cap counters.
Kwa watu wengi especially retail investors wana participate kwa kiasi kikubwa, so there is an opportunity to invest on the market, on the listed securities at the DSE. Also, closing price in a change, there's volatility on the closing prices. Kukiwa na information ikitoka, kukiwa na corporate action, it is easy to see the prices changes. Saizi kwa mfano Vodacom ilikuwa 790, saizi tunaongelea kila siku inapanda inashuka inapanda, sasa hivi ni 490. Other counters they are also fluctuating, DSE including, they are also fluctuating. So sikutaka kutoa hizo kwa sababu ziko kwenye website, you can look and then mkauliza hata maswali. Why closing price is fluctuating? Because the trades zenye shares 100 au above 100 zina trade kwa kiasi kikubwa. So trades greater than or equal to 100 share accounted for 92% of the sessions in June 2025 compared to 68% in 2024. Kwa hiyo unaona trades ambazo zinafanya closing price ishake au ibadilike, baada ya kuzianalyze nimekuta 92% kwa mwezi huu ambao tumeapply hizi new rules umechange kwa 92%. Nikikompare na 2024 ilikuwa 68%. So more robust closing prices reflect genuine market supply and demand. Kwa hiyo kuna demand and supply, and then soko sasa linaonyesha price discovery, market prices security appropriately, and people they can take advantage of that process. Also tuangalie investor mix. Here I was looking on the retail vis-a-vis institutional investors or foreign investors. Nimeangalia whether ni foreign, lakini naangalia wale wadogo wadogo, individual especially institutional investors na wenye nimeangalia. So in terms of retail investors, retail shares of a trade rose from 54%, which was recorded in 2024 to 61%. Kwa hiyo kuna change almost 9+ imechange. Then institutional investor, what does this tell us? Institutional investor, it was 46%. So right now they are dropping to 39%. Is this good or bad? We will discuss. Kama mtu atakuwa na swali aniulize, lakini kama kuna mtu atakuwa na comment aseme. Lakini institutional investors or participation inashuka. Retail investors wanaongezeka. What does this tell you? Kuna watu wameshagundua fursa. They are taking the opportunities. So it is your turn to take opportunity based on the DSC revision of the rules and the products which are listed on the DSE. Implication ya hii, rule changes have bring in democracy on accessing the market, boosting small investor activities. Also clear definitions of terminologies that were applicable without having the definitions or without having clarity, right now has shown a positive in boosting confidence from the retail investors as well as institutional investors. Longer pre-opening and auction windows allow algorithmic and retail investors to enter orders more strategically. Kwa hiyo sasa wawekezaji hata wakipita kwenye hisa kiganjani, nilikuwa naona na kwamba anajua hapa price inaweza, hii inayonionyesha system inaweza ikashuka kwa percentage fulani vichini au ikaenda juu kwa which percentage, na akiweka anapata kwa sababu amepata clear understanding of the rules, na tumeendelea kutoa ufafanuzi kuhusiana na hizi rules na zinavyoweza kuwasaidia wawekezaji kuwekeza. Another issue to look on impact here ni order types shift. Open auction orders is
is almost zaidi ya 52% year on year. Better price discovery at the session start. Also continuous limit order almost ni above 35%. Hii inatoa greater confidence on trading. What does this mean? Kwenye open auction orders na continuous limit order, investors are using wider variety of execution methods to optimize fill under the new rules. Third, price cap limits for large cap stocks temper stabilize market sentiment. Hii tumeona kwa kiasi kikubwa, hata utaona counters kubwa, utaona prices the like TBL, TCC, Vodacom and so on. Ukiziangalia utaona. So, what is the impact or implication of this in the longer term? Tunategemea deeper order book, matching itakuwa extended during kwa sababu trading phases or stages ziko vizuri sasa na ziko clear kwa wawekezaji wote. Also in terms ya confidence ya kwamba mtu alikuwa na wasiwasi, nikiwekeza nitapata hasara, we can tell you hapana, kwa sababu stronger regulatory oversight. Hivi sasa watu wanafanya surveillance ya kutosha, wana enforce rules, wana determine market abuse. Any member of the market involve kwenye market manipulation or abuse ya aina yoyote, ni rahisi kuwa captured na kuwa sanctioned na kuchukuliwa hatua. Also tunatoa rooms, investors wakiwa na complaints wanafika kwa DSE, wanaandika kwa DSE, then tunawashughulikia na haki yako unaipata vizuri kabisa. Also on the area of digital space, DSE tumeinvest kwenye digital channels ambazo zinasaidia investors ku place order at any time, at any time, wakati wowote wanaweza wakaweka order zao kupitia DSE hisa kiganjani, na it is easy. The journey to buy or to sell your securities has been simplified kutokana na digital technology, na any action ambayo unaifanya kwenye hisa kiganjani unapata feedback, unapata message, umenunua share zako zimefanya hivi, akaunti yako imeguswa, kama kuna mtu amegusa, everything is on your fingertips. Also, what we expect, we have seen, kweli we need to have robust engagement with the investors on areas of education and awareness, kwa sababu watu wengi bado uelewa uko chini kuhusiana na uwekezaji. Akiona kaunta fulani hivi bei zinashuka au zinapungua, wanafikiria kwamba hiyo kaunta inafanya vibaya sana, au anasikiliza sentiment anafikiria kaunta hiyo iko vibaya sana au mambo yako vibaya sana, lakini ni uelewa, yani kwamba tunasema nunua wakati zimeshuka. Lakini pia kama una uelewa, please contact investment advisors, wanaweza kukushauri. Kuna brokers, ukiona unakwama kokote, DSE ipo, you can reach out to DSE, they will help. Also, what we see the impact of this regional competitiveness, yana kwamba tuna comply na global standards requirements, kwa hiyo tuna align na best practices, and then ina attract foreign direct investment or foreign investors wanakuja kuinvest kwenye soko na wanakuja kuinvest Tanzania. So we are expecting DSE or Tanzania will be the investment hub in East Africa or Africa. Tumeona kabisa watu wanakuja kuinvest kwenye debt security, kuna sustainable bonds, kuna sukuk bonds and so on, kwa sababu tu ya changes ya hizi rules na price discovery inapatikana vizuri. So we hope in the long term zitakuwa na impact nzuri, na watu wanashauriwa wawekeze kupitia hii mifumo rasmi kuliko kuwekeza kwenye mifumo ambayo sio rasmi.
that is the end. Nimesummarize hivyo, niwakaribishe kwa maswali na ufafanuzi au contribution. Karibuni sana. Wow, asante sana Mr. Edson kwa presentation nzuri, simple na imeeleweka, lakini pia tunataka kujua kama wawekezaji wameelewa zaidi. So wawekezaji, karibuni kwenye chat box hapo, naomba uweke swali lako na mimi nitalisoma ili aweze kujibu. Naona kuna swali hapa tayari. Habari hapo kwenye kupata notification. Anauliza habari hapo kwenye kupata notification kama kuna transaction yoyote au kitu chochote kimefanyika, mimi sipatagi notification. Je, nasaidiwaje? Karibu DSE. Anasema huwa hapati notification akiwekeza, nadhani. Okay, asante. Wow. Maybe sina uhakika kinachotokea kwenye akaunti yake, lakini namwomba, sijui nitashare email. Yes. Yes, naomba ni share email aweze kututumia personal details zake kama CDS account, Mm. then na namba yake ya simu. Sisi tutacheck and then tutawasiliana naye. Sawa sawa, Okay. nashukuru. Nitaandika email hapa Yes, ili karibu sana. tunaweza tukaendelea na maswali mengine kama yapo. Sawa sawa, lakini kwa kuongezea hapo hapo pia unaweza ukiachana na email utakayoituma, please check your broker. Anatakiwa uwe immediate person ambaye atakusaidia kwa uharaka. So tuendelee na swali lingine. Anasema why, anasema iPhone anasema why are the retail investors increasing instead of corporate investor? Can you provide details on why should we buy DSC shares? Karibu. Okay, asante. Hapo kuna maswali mawili. Mm, Ameuliza why retail investors are increasing and institutional investors are decreasing. mm, Ni kitu cha kawaida kabisa. Uh, Retail investors wanaongezeka or they are increasing because they are aware they are taking opportunities. Kuna fursa. Sasa watu wanachukua fursa, huwezi ukawakataza. mm, Na kuna watu ambao bado ukiangalia kwa population ya Tanzania, sisi tunasema wanaongezeka, lakini bado tunaamini participation bado iko chini, kwa sababu kwa fiscal report ya 2023 inaonyesha participation ya retail investors ya Watanzania kwenye soko, kwenye capital market, still we are below 1%. Sisi tunatamani tuwe more than 20% or 22% and so on. So bado tunaendelea kuadvocate for retail investors to participate in the market and investment opportunity. So coming back to why should you buy DSE stocks? One, DSE sio naisema kwa sababu niko DSE. Hapana. Data zina speak about this. DSE tokea imekuwa listed, imekuwa inalipa growing dividend. Also capital gain from the DSE. Shares mm, za DSE zilikuwa zinauzwa kwenye IPO shilingi 500. Hivi mm, sasa zinafika 2900, 3000 na 3000 plus. Kwa hiyo unaona kama nilinunua share moja shilingi 500, sasa hivi naweza nikaiuza 3000 hiyo hiyo hisa moja, maana yake imeongezeka thamani kwa shilingi 2500. Ni asilimia kubwa sana ukicalculate in terms of percentage. mm, Also something new ambayo ni ya kwamba every year DSE analipa growing dividend. Ukiangalia data ziko kwenye DSE website. Also naweza nikashare previous presentation ambayo nilifanya kwa diaspora, mm, inaonyesha hiyo statistic DSE inavyofanya mm, pamoja na makampuni mengine. Kwa hiyo DSE ni kampuni ambayo inafanya vizuri na inalipa vizuri. Kwa hiyo ndio maana utashawishika kuwekeza, kwa sababu what is the motive of investment is return on investment. yes. The return on investment through DSE is good. Now investors wengi wanataka hiyo count. Wow, thank you so much for that clarity. Peter anasema let him share the contact number as well. So kama kuna namba zozote McLeod unaweza ukashare hapo kwenye
chat. Lakini swali lingine kutoka kwa Abdul Ali anasema, nataka kujua kanuni mpya zimefanya nini mpaka bei ya Voda kushuka? Kiukweli hata mimi ni swali ambalo natamani kusikia majibu yake leo, na litatupa insight nzuri sana kwa hizi kanuni ambazo umeziongelea na how the impact imechangia, hizi kanuni zimechangia impact katika Vodacom. Karibu. Okay, asante. Tunachosema kimesababisha Vodacom share zake kushuka, sio Vodacom tu, ziko nyingine nyingi zimeshuka. Mm. Nimetuma namba ya simu hapo. Ziko counters nyingi zina change. Kitu cha kwanza ni ile closing price. Tunasema closing price hivi sasa, formula ya calculate closing price imeruhusu kitu tunakiita volatility. Wale wote wanao trade share 100 and above, au zikitrade share 100 zinasababisha closing price change, na pale ilionyesha tick size. Tick size yana kwamba ina change kwa 10 counter ya Vodacom. Kwa hiyo kuchange kwa price ya counter kama hiyo sio ya kwamba kampuni inafanya vibaya, hapana. Supply ya share ni kubwa, unaona. Kwa hiyo supply ikiwa kubwa, almost demand ikawa bado ndogo, manake price inakuwa affected. Mm. Ndicho kinachotokea. Watu wengi wanataka wauze, lakini kuna ambao pia wanaingia wanachosema okay, niuzie kwa bei hii. Kwa hiyo watu wananunua kwa bei ya chini. That's why ningekuwa mimi namiliki share za Vodacom nisingeuza. Kwa nini? Kwa sababu there is prospect. Vodacom is a good company, na Mm. ukiangalia for the miaka yake 7 imekuwa sokoni, imekuwa inalipa dividend nzuri sana, kwa sababu dividend is a public domain. Nitaonyesha statistic ya dividends za Vodacom in terms of total, in terms ya dividend per share and so on, ili watu wajue kabisa kumbe hii kampuni ni nzuri, lakini ni sisi tu kuto kuelewa. Lakini huwezi ukamzuia mtu kufanya anachoweza kufanya. Kwa hiyo cha msingi kilichosababisha Vodacom kuchange tu ni ya kwamba supply ni kubwa kuliko demand, so the effect ni price, na price formula ya kucalculate closing price imeruhusu hiyo volatility ambayo investors na stakeholders mbalimbali walitamani iwe hivyo kama masoko mengine yanavyofanya. Kwa hiyo it is your time to take that opportunity. Asante madam, kama kuna swali follow Yeah. up question I'll be ready. Otherwise labda nikaribishe kama Mm. kuna mtu wa DSC Mm. ambaye anataka kuada. Ngoja niangalie kwenye listi hapa. I think Sarah, if you are in. Okay. Okay. Sarah, Sarah, yes. Asante McCloud. Asante pia mwezeshaji wa Finance Hub. Labda niongezee tu why Vodacom imeshuka namna hiyo na implication ya hizi new rules. McCloud ameelezea, niseme naitwa Sarah Mrema, ni msimamizi wa miamala sokoni. Na kwenye issue ya trading rules zinanihusu sana. McCloud ameelezea vizuri sana kwa nini Vodacom zimeshuka. Labda tuseme kwenye rules za zamani ilikuwa ili closing price ya Voda ibadilike ni lazima shares zitrade kama share 65 na kitu hivi, ambazo ilikuwa mtu anunue kwa hiyo bei iliyokuwa sokoni 770, nadhani ndio bei ilikuwa inauzia mpaka 740, ambayo ukifanya hizo 65,000 mara 740 unapata lump sum, yani mtu awe na hela hizo ili aweze kumove price sokoni. Lakini baada ya kubadilisha na kusema kwamba share 100, wale wanao trade kuanzia share 100 na kuendelea zitatumika ku calculate hiyo closing price,
ndio imefanya kuwe na movement ya price kwenye counter ya Voda, na kama tulivyosema, yani ilikuwa ni share hizo zitrade na tulikuwa hatufiki. Wapo watu wengi sana wanaotaka kuuza Voda, lakini walikuwa wachache wanaotaka kununua. Kwa hiyo baada ya kubadilisha hiyo sheria, tumeona baada ya kuona kwamba zinashuka, watu wameanza kununua na retail investors wengi tunaona wananunua pia kwenye Voda. Kwa hiyo imekuwa sasa ikishuka, lakini tumeona kwamba activities zimeongezeka sokoni na closing price za makampuni sasa zinapatikana. Ile price discovery ambayo ameisema McCloud inaonekana sokoni. Kwa hiyo sio kwamba ni kitu kibaya, hapana. Kwenye exchange tunasema tunakuaga na market correction. Yaani itafika kama hapo ilipofika 490 imekaa hapo kwa siku 3, sasa tunaenda siku ya 4 na inawezekana hapo ndio imefika mwisho, itaanza kupanda. Kwa hiyo nilitaka tu kuongezea kwamba methodology ya zamani ilikuwa inataka share nyingi sana zitrade kwa siku ndio price ibadilike. Asante Michael. Okay, asante Sara. Okay. Karibu kwa maswali mengine. Yes. Swali lingine anasema kama nimenunua shares lakini hazikuwa traded mpaka ina expire, what happens to the money? Okay, hela yako kama nimekupata vizuri, kama ni umenunua hisa and then hukuzipata, then ile oda yako ika expire, hela yako inakuwa kwa broker. Yes. Kuna vitu viwili. Moja, system kama umenunulia kwenye DSE hisa kiganjani, unaweza ukariposti oda yako. Utaambiwa sababu kwa nini hukupata, kwa sababu ni mnada, labda bei haikumatch. Kwa hiyo unaweza ukariposti oda yako au ukamwambia broker wako yule uliyomchagua akurudishie fedha yako. Mm. Yes. Asante, naona Sara pia amejibu hapa. Next question ni kwamba anauliza can we get slides presentation? Yes, na naomba McCloud tu pia utashare na sisi hizo slides, tutashare kwenye community, lakini pia tutashare hii the whole session tutaiweka kwenye YouTube ili kila mtu aweze kuiaccess. Swali lingine anasema habari, naomba kujua ukiwa umefungua akaunti hisa kiganjani, je, unaweza kupata certificate kuwa wewe ni mwekezaji? Na nahitaji kufanya nini ili niweze kupata gawio? Wow. Karibu McCloud. Asante. Naona Ili Sara uweze pia kupata, amejibu. yes. Sara si ni wa DSE eh? Yes, wa DSE ni Chief Trading Officer wa DSE. Okay. Nadhani amejibu. Should we continue tunani kwa ajili ya muda au tunani? Yes, kama wataiona hapo kama amejibu is okay. Unaweza kaendelea. Yes. Okay, thanks for the answer. Trading off. Jackson anasema trading off afu akaweka ile alama kama unaiona hiyo alama ya ndogo like 100 shares is the only factor that determine an opening price. Trading off and then akaweka ile alama, I don't know how it called, lakini ni alama ambayo inaonyesha less than 100 shares is the only Greater or equal, yes. mm, mm. Yes. Anasema 100 shares is the only factor that determine an opening price. Haidetermine opening price, ina determine closing price ambayo tomorrow it will be the opening price. Okay. Immaculate anasema asante sana. Kwa mfano nilifungua akaunti kwa CDS nyingine tofauti na ninayotumia, nawezaje kutumia CDS yangu ambayo ni active ili niweze kuitumia? Ana Okay, CDS mbili. unawasiliana na dalali wako then ataconsolidate hizo CDS account zako, utachagua mojawapo then utaendelea tu, atafanya na zote. Ni kitendo cha sekunde 10 tu. Yes. Yani anasema Vodacom anaanza kumove sasa baada ya sheria. Je, ni sababu nyingine iliyosababisha kusimama kwa muda mrefu hivyo? Nirudie swali. Yes, hebu rudia swali. Vodacom ameanza kumove sasa baada ya sheria. Je, ni sababu nyingine iliyosababisha kusimama kwa muda mrefu hivyo? Naweza tukasema yes
kwa kiasi fulani na Mm. kwa kiasi fulani no. Pia kitu kingine ambacho kilikuwa kinafanya watu ni ya kwamba watu hawakuwa wako tayari kuexit kwa bei ndogo, kwa sababu ili closing price ibadilike lazima mtu awe yuko tayari kuuza Mm. kwa hiyo bei. Sasa and then kulikuwa na rules ambazo zinazuia kufanya significant drop. Huwezi uka trade kwa kutoka 790 ukaja shilingi 400 Mm. kwa Mm. siku moja. Hapana, lazima kuna systematic procedure ya kufuata. So watu walikuwa wanashindwa kumeet hiyo requirement ya kutoka 790 kwenda 800 au kwenda 1000 au kurudi 400. So with the coming of the rules haikudrop siku moja, ilienda systematic, lakini sasa imefika imegota, kwa hiyo Mm. itaanza kupanda tena, the same as counters nyingine zinafanya hivyo. Kama DSC nawaambia ilikuwa shilingi 500, sasa hivi iko 2000 3000 huko. Mm. Nyingine zilikuwa shilingi 300 sijui mia ngapi. Kama CRDB ilikuwa shilingi 95, leo iko kwenye 800 na something. Unaona? Yes. Mm. Sasa labda kwa kuongezea hapo kwenye kwenye issue za price na hizi Yes. kanuni mpya, kwa mfano let's say labda kampuni fulani hisa yake ilikuwa ni shilingi 500, alafu kuna mtu akataka kuuza labda shilingi 700, is it possible ili kuweza kupata more client? Yes, kwa sababu ni mnada, kwa sababu ni mnada, yes, anaweza. Okay. Ambacho kitatokea ni kwamba mimi nitasema kuna pale nilikuwa naongelea mambo ya limit order and so on, or Mm. market order, yaani ya kwamba mimi naweza nikasema hii hisa yangu nataka kuuzwa kwa shilingi 1000. Mhm. Mimi nasema oh, hii hisa yangu naweza kuiuza kwa bei ya soko. Hiyo ukisema unataka iuzwe kwa bei ya soko ni market order. Ukisema nataka kuuzwa kwa bei yangu mimi ni limit order. Umesema lazima iuzwe kwa bei hiyo. Kama hajapatikana mtu wa kununua kwa bei hiyo, utamuuzia. Ndio Let, hivyo ilivyo sokoni. let's go to the market order. Let's say market order inasemaje? Kwa mfano price ni 500, huyu anataka auze kwa 700. The market order ikoje? Aha, In okay. terms of Kitu cha, percentage cha wise, I don't know how you can, yes. yeah, Ehe. Hapa nilikuwa naongelea, ngoja nikupeleke kwenye presentation. yes. Kuna hii item hapa. Mm. Umesema hii ni less than 1000. Mhm. Price itakuwa inabadilika, ina change. Kuna factors nyingine nyingi tu, lakini umeona tick size iko ngapi? Mm. 5. Less than stock price ikiwa ni ndogo zaidi ya 1000, Mm. shilingi 500, huwezi ukaipeleka shilingi 300, si ndivyo? Mm. Nasikia. Mhm. Kwa hiyo change ni shilingi ngapi? 5 5. Mhm. Kwa Mhm. hiyo haiwezi katoka kwa hiyo itatoka 500, Mm. si ndio hivyo? Eh. Itashuka chini kwa shilingi ngapi? 5 5. Oh. Yes. Sasa labda Kwa kwa ile yenye price ya 1000 na mm. abavu Mm. itakuwa ina change kwa ngapi? 10 10 Ishirini. 10. Mm. Sasa mtu atajiuliza, je, hii nilisema hapa inampunguzia gharama mwekezaji, inampunguziaje? Kwa mfano hapa mwanzoni sheria ilikuwa, kanuni ilikuwa inasema less than 499 ina change kwa ngapi? 5 5. 500 mpaka 999 ina change kwa ngapi? 10 10. Saa Mm. hizi Mm. 10 10 ni kuanzia 1000 na kwenda juu. Kwa hizi hapa kuna zile implicit cost, gharama za uwekezaji kwa wawekezaji with the new rules kwenye tick size zimepungua compare to Mm. the previous rules. Okay, nimekuelewa, ila kwa ajili ya kuelewa zaidi naomba nitoe mfano na wewe nijibu kwa mfano. Mfano, Okay. nina Yes. hisa zangu Mhm. hisa zangu oke 100, Mhm. nataka niziuze hisa, labda kwenye ubao zinaonyesha labda for that day inauzwa shilingi 500, alafu mi na hisa zangu ziko less than
499, yani kwenye hiyo nani ya kwanza kabisa hapo kwenye stock price. Okay, ili mimi niweze kuziuza, na kwa sababu unapouza si unatamani kwamba upate pesa yako na kwa uharaka. Mwingine ndio anauza kwa kupata faida, lakini kuna yule mtu anataka kuuza kwa ajili ya malengo yake aweze kuyatimiza mengine kwa haraka. Sasa ili mimi Mm. niweze kuuza na niweze Mm. kupata hiyo pesa kwa haraka na nisikose mteja, nina hizo hisa labda hizo 100, alafu ninataka niziuze kwa uharaka. Maana yake, Mm. em, naomba unisaidie hapo, sijui umenielewa pointi yangu. Mm. Okay, nimekuelewa. Sasa unavyosema unataka kuziuza, moja, oda unaipeleka kwenye order book. Ndio. Kuna sifa za oda kuingia kwenye order book, Mm. sio hivyo? Mhm. Nilikuwa naongelea zile price cap limit. Ndio. Kwa hiyo ili iwe na sifa lazima imiti zile requirement. Kwanza kuiposti tu kwenye system haiwezi ikaingia kama uta change your price significantly. Mm. Sawa, zile plus or minus 5%, Mm. plus or minus 15% and so on, kutokana na market cap ya hiyo counter. Hiyo kitu Mm. cha kwanza. Kwa hiyo kama haijakidhi vigezo, hiyo order haiwezi ikawa posted. Kitu cha kwanza. Okay. Okay. Kwa nini tunafanya hivyo? Mm. Moja, kuna protection ya investors pia. Kuna mtu anaweza akawa na gold au Tanzanite akakutana na tapeli akamwambia hii sio Tanzanite, ili ni kopo ili. Mm. You see? Kwa hiyo sasa una protect investors, wakati huo huo pia unaruhusu soko lifanye kazi. Kwa hiyo lazima hizi procedures na rules ziko pale, moja zinasaidia liquidity pia, lakini mtu asije akadhulumiwa, kwa sababu ukisema nataka kutoka, kwa nini unataka kutoka? Mm. Je, tukiruhusu hivyo sitakuwa kama na duka hili wanauza kitu hicho hicho, sifa hizo hizo wanauza Mm. 1,000 huku Mm. wanauza 200, Mm. itakuwa sio proper market. Sisi tunafuata taratibu, kanuni na taratibu, also tunafuata best practices na international standards ambazo zinasema huyu mwekezaji whether ni retail au institutional investors Mm. wanatakiwa wakitaka kuuza wauze kwa utaratibu huu, kwa sababu hii kampuni au alichonacho ni kina thamani. Okay. Kwa hiyo sasa kwenye hii price haiwezi ikatoka 500, sawa, Mm. ikaenda 1,000 ndani ya hiyo siku moja, Okay. sawa, au haiwezi ikatoka 500 ikaja 200. Mm. Lazima itapungua sequentially au itaongezeka sequentially. That's why hata ukiangalia counter ya Vodacom haikutoka 790 siku moja. Tuna siku 17. Ndani ya siku 17 ndio imetoka 790 ikaja ikafika 490, ambapo 490 sasa hivi ni Sara alisema ni siku ya tatu haijabadilika. Kwa nini? Kwa sababu watu wameanza kuona okay, we cannot go beyond, au mimi siko tayari kuiuza kwa bei ya chini tena. Wow. Asante for Yes. that clarity, na kuna some of the Okay, things. labda Mm. Sara sijui yupo. Sara, if you have Yes, something to add on that. yeah. Niongezee kidogo kwenye mfano aliotoa kwamba ana share 100 anataka kuuza kwa 500, Mm. lakini anataka kuuza haraka. Hapa kuna vitu viwili. Kuna market order. Market order ni order ambayo unaweka, mfano wewe unataka kuuza kwa bei yoyote iliyoko sokoni. Kwa hiyo wewe utaweka tu share zako 100, utasema type yangu ya order ni market order, ita execute kwa ile price ya mtu anayetaka kununua. Maybe kwenye 500 unaweza ukaenda kwenye 5%. Sasa unaweza kwenda 5%, unaweza kwenda mpaka 525 au ukashuka mpaka 475. Kwa hiyo suppose kuna mtu anauza kwa 490 na wewe unasema kwamba ndio nataka kuuza kwa 500, naona kama sipati, ukasema nataka kuweka market order. Utaweka tu ile 100, itaenda kuexecute kwa 490. Kama Mm. lengo lako tu ni kupata hiyo hela uende kwenye malengo mengine. Lakini kuna order nyingine ambayo ni limit order. Hii utaspecify, nataka kuuza share zangu 100 kwa shilingi 500. Kwa Mm. hiyo kuna hizo option mbili. Wow. Thank Yes. you for that clarity, McLeod and Sarah. Tuende kwenye another question. Naona Sarah amejibu maswali mengi. Naomba investors msome
kwenye hiyo chat nitaenda kwenye maswali ambayo hayajajibiwa. Naomba nisome hii kwa ajili ya watu wengine. Miss V anasema baada ya new rules kuwa introduced, some influencers, if I can call them that, walituaminisha kwamba now you can buy even one share, but nimeona haiwezekani. Hii imekaaje? Na mimi niongezee hapa kwenye hili swali. Je, utaratibu ni ule ule kwamba at least kuanzia share 10? Yes, unaweza ukanunua, yani minimum share you can buy ni share 10. Okay. So no changes kwenye minimum shares. Yes. No. Thank you Miss V. Natumai pia umejibiwa. Um, okay, naona hapa walikuwa wanajibu, umejibiwa. Kelvin Nganga anasema congratulations for the nice presentation kaka McLeod. A humble request for a refresher training to beginner investor when possible. Okay, karibu karibu. Naona Sara hapa kajibu, Sara mwingine nadhani sio Sara DC. Kajibu kwamba follow watu wanaoongelea hayo mambo, lakini zaidi ya yote karibuni kwenye hii mijadala. It's free, lakini zaidi ya yote usiogope kuwekeza, kujifunza zaidi. Tutaongea hivi, tutapata free webinars, lakini usiogope pia kuendelea kujifunza wewe mwenye. Ingia YouTube, kajifunze. Kwa mfano Personal Finance Hub YouTube kuna resource ambao unaweza kwenda kujifunza kuhusu hisa, nini maana ya hisa kwa urahisi sana. Um, kwa nenda ka search Personal Finance Hub, nenda kajifunze kuhusu hisa, refresher course au it's a beginner course kabisa, beginner session. McLeod, naona umeshatoa. Can you give us a brief overview of these terminologies? Oh yeah. McLeod, kuna swali hapa anasema, can you give us a brief overview of these terminologies? Namba moja, block trade. Namba mbili, turnover. Namba tatu, VWAP, VWAP. Okay. Mm. Okay, nianze. Yes. Block trade tunasema ya kwamba ni trade inayofanyika. Kwenye trading kuna kitu tunakita ni order book. Order book ni pale ambapo watu wanaposti trade zao zinakutana kwa ajili ya mechi. Mimi nataka kununua share 10, mwingine 1000, mwingine 2000 nini. Ukiziposti zinaenda pale. Lakini kuna watu wanakuwa na order ambayo ina exceed capacity ya market. Yaani ya kwamba ni order labda ya bilioni 2. Mm. Hiyo order ya bilioni 2 haiwi posted kwenye order book. So inakuwa na bodi yake tunaita ni prearrange. So kwenye prearrange tunakaa tunakubaliana, negotiate, tunazungumza, bwana, hii utauza shilingi fulani and so on. Kwa hiyo tunaenda kuiripoti kama block trade. Na kwa mujibu wa DSE rules, block trade ni zile trades ambazo zina thamani ya shilingi milioni 250 na kwenda juu. Mm. Kwa hiyo ndio block trade. Na hii block trade sifa yake ni ya kwamba thamani ya milioni 200 kwenda juu. Alafu pili, lazima hii trade iwe posted kwenye bodi nyingine, haina impact kwenye determination of a closing price ya security. That's why inakuwa na hizo sifa hivyo. Number 2, turnover. Sara, kwenye block trade, do you have any additional comment? Labda kabla Sara hajajibu na mimi niongezee swali Okay. ili akijibu ajibu kwa ujumla. Okay. Before block trade ilikuwa ina thamani ya kiasi gani, na je, alikuwa na participate mtu mmoja au watu wengi? Na sasa hivi thamani yake ikoje, na wana participate watu wengi au ni mtu mmoja? Asante. Okay, asante. Before block trade ilikuwa na thamani kuanzia milioni 200 na kwenda juu, na rules ilikuwa inaruhusu ya kwamba tunaweza tukakusanya oda ya kwako wewe, ya Sara, ya McLeod, ya nani, zikifika thamani ya milioni 200 tunaenda kuziposti kwenye block trade, and then anaweza kanunua mtu mmoja. Si umeelewa hapo? O ikawa ni mtu mmoja McLeod ana hisa zake zina thamani ya milioni 200 na kuendelea, au milioni 200, akawa anawauzia watu wengi. So hivi sasa rules mpya tumesema huo mchezo wa many to one or one to many is not a block trade. Okay.
is a black market. Tukasema tumeita ni soko ambalo halipo, na ukikamatwa unafanya hivyo, you are in for it. So block trade right now ni ya kwamba ni either ni McCloud anamuuzia Sara au Sara anamuuzia McCloud, one to one, Mm. whether buyer ni mmoja seller ni mmoja, thamani yake iwe milioni 200 na kuendelea. That Mm. is the block trade Thank you. kwa mujibu wa rules hizi mpya. Kwa hiyo thamani imebaki milioni 200 ile ile. No, thamani imekuwa milioni 250. Thank you. Zamani ilikuwa ni milioni 200. Okay. Tuendelee na Yes. turnover. Okay. Turnover ni kwanza, kwa nini hakuuliza au kwa sababu sikuongelea consideration. Mm. Kwenye turnover nimeongelea hapa. How do I get turnover? Turnover ni sales. Okay. Sales. Mauzo ya siku hiyo yamekuwaje? Nachukua idadi ya hisa zote zilizouzwa au mnada uliofanyika kwa siku hiyo, ile bei ile waliolipa, ile turnover. Mm. Ndio tunaita turnover, ni sales zile. Okay. Kuna terminology nyingine nimwongezee, Mm. wanaita ni consideration. Okay. Consideration ni price paid. Price break. Yeah, exactly. Hmm. Perfect. And then kuna umeongelea VWAP, Yeah. volume weighted average price, VWAP. Okay. Hii kwanza, volume weighted average price, tunaangalia trades zilizofanyika kwa kipindi fulani tunazijumlisha. Mi naongelea volume weighted average price, siongelei hiyo VWAP kwenye closing price. Okay. VWAP ni trades volume zilizo trade kwa hiyo siku au trading kwa hiyo siku, volume yake Mm-hmm. najumlisha nagawanya Mm-hmm. kwa idadi, yani price zake. Yani assume uh, kuna mtu tumenunua kwa shilingi 100, Mm. 1000, 500, Mm. 600. Siongelei ile VWAP ya closing price, Yes. 7,000. Kwa hiyo hizi nikizijumlisha, hizi ndio napata weighted. Nikizijumlisha kwa mfano prices ziko 3, Mm. nikazijumlisha nikagawanya kwa 3, hizo ninaita ni weight. Okay. Nimecalculate weight. Sasa tunavyosema volume weighted average price, natumia volume hizi, assume volume ni 100, Mm. sawa, quantity 200, Mm. 300, naenda kuangalia price yake ni ngapi, 500, Mm. labda 1000 Mm. au 600, 550, sijui 450 and so on. Kwa zile price nazijumlisha, nazigawanya, ndio napata hii volume weighted average price. Sawa sawa. Yes. I hope imeeleweka. Kwenda Otherwise, Sara kama ana cha kuongezea, ngoja nimuulize Sara kama anayo. okay. Asante Meki, umeelezea vizuri kwa kweli. Hizo volume times price unapata ile consideration, ukisama ile Mm. consideration unagawanya na total volume, then unapata volume weighted average price. Thank you. Okay. Asante Sara na Meki. Meki, naona umeshare hapo namba yako kwa mtu yote anayetaka namba ya DSC iko hapo mwishoni, na naomba ufanye summary ya sheria zote. Naomba ujiandae Meki, mwishoni as we wind Okay. up. Mwingine Okay. anasema thamani, nimechelewa community mtakao share ni ipi? Okay, community tutakayo share inaitwa Personal Finance Hub, lakini pia tutashare na ile kwenye ile group la DSE. Kwa hiyo kama upo kule tutashare pia na maybe MayClub unaweza pia kushare kule kwenye ile group la DSE, na maana wametoka wengine huko na sehemu zote ambapo mmepata hii link. Sana sana Personal Finance Hub na DSE. Mwingine anasema mimi, alikuwa anajibu kuhusu Sara. Kuna Sara wawili, kuna Sara wa DSE na Sara mwingine wa iPhone anaitwa, let's call her Sara.
Sara anaijibu sio Sara wa DSC. Okay. Je, haya mabadiliko yamesaidia hisa za TBL kuanza kuuzika? Maybe tuanzie leo tuangalie leo hisa ya TBL ni shilingi ngapi? Kuna swali hapo anauliza, je, haya mabadiliko yamesaidia hisa za TBL kuuzika? Okay. Je, Sara, Asante. Hisa za TBL zimeanza kuuzika. Hisa za TBL zilikuwa zinauzika, lakini zilikuwa zinauzika kule kwenye block trade, mm, lakini kwa sasa tunaona zinaanza kuuzika na price imeanza kubadilika kutokea 10,900 ambayo ndio ilikuwa closing price mm, tulivyoanza sheria mpya. Sasa hivi tuko 10,600 kama na 60 au 690. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna trend zinabadilika, lakini tujue kwamba wawekezaji wa hisa za TBL hawauzi, hakuna supply kubwa kwenye TBL, kwa sababu nadhani wengine wamenunua to mm. hold na kusubiri magawio. Kwa hiyo ni tofauti na ilivyo kwenye kampuni nyingine ambazo kuna supply kubwa sana, ambayo tunaona kwamba bei inaposhuka watu wengi wananunua, lakini kwenye TBL naona inaenda kwa utaratibu sana. Wanaouza ni wachache sana kuliko wanaonunua. Kwa hiyo ile demand and supply ndio ina determine kwamba bei inayo iende kushuka au ipande. Asante. Asante Sara, kama pia labda utaweza. niongezee hapo kwa Sara. Okay. Nimeshare hapa watu wanaoangalia hii presentation. Utaona TBL amesema 10,690 Mm. ilikuwa open na imeclose hivyo. TCC ilikuwa 17,000, sasa hivi ni 16,660. Kwa hiyo zinatokea kwenye normal order au order book, transactions zinapita, that's why prices zina change and so on. Kwa hiyo ni watu tu kuanza ku take advantage of this. Okay, okay. Nimechukua neno la mwisho buy and hold la Sara. Asante Sara na Meki. Twende kwenye swali lingine. Anasema Jackson, when you amend an order, the volume of shares given is a result of auto correction corresponding to the total paid amount of the previous trade excluding charges. Does all the money converted into shares of that amended price? Should I repeat the question? Nimemwelewa. Okay. Sara, umemwelewa? Iko poa. Nimemwelewa. Okay, endelea. Okay, anapofanya amendment of order, amendment of price, whether it's increase in price or anai decrease ile price, the volume inayokuja pale it depends na amount of money aliyolipa, no other charges, kwa sababu charges zinakuwa zimeshachukuliwa for the first time wanapoweka order yake. Okay. So the reflection of volume anayoipata pale ni kama amebadilisha price, whether ame increase price au ame decrease price yake. Okay. Thank you. Okay, Asante. niongezee hapo pia, Mm. na unaweza ukabadilisha hivyo, hutachajiwa zile transaction cost, pia hutachajiwa na DSC na CMSA na players, Mm. ila unaweza ukabadilisha ile ukaambiwa ununue shares chache kuliko zile ambazo uliposti mwanzoni, and then ukakuta kuna vijihela vijisendi labda shilingi 100, 500, 400 Mm. inabaki. Ni haki yako mwekezaji kuidai, na broker anatakiwa akulipe. Asipokulipa, please reach out to DSC. Tumeshare email ya info@dsc.co.tz or complaints@dsc.co.tz. Kwa hiyo tunaomba mtu ambaye atakutana na hiyo changamoto, broker hamrudishi fedha, wasiliana na DSC, tutawasiliana naye na hela yako itarudi, kama kuna kachenchi ambacho makaona hajakirudisha. Wow. Asante Yeah. sana for sharing that. Natumai, naomba pia kama itawezekana uandike kwenye chat hapo hiyo email, na ni haki yako tena, naomba nisisitize, ni vizuri sana kutrack pia oda zako ambazo unazifanya
na ni vizuri sana kama utaweza kuwa na tracker. So normally huwa si tunatoa hiyo tracker kwa watu ambao wanashiriki madarasa yetu. Kwa hiyo tarehe 7 mwezi wa 7 tuna darasa kwa anayetaka karibuni, lakini pia kwa wale community members huwa tuna share hiyo tracker for free, wala hakuna charges zozote, lakini whatever the record unayotumia iwe ni Excel iwe ni kitabu chochote kile, hakikisha unaandika hizo pesa. Na mimi na experience nzuri sana na broker wangu. Normally huwa ananipigiaga simu, hey Fairness, kuna pesa yako huku, kuna checheche zako. So anakwambia and then anakwambia toto, basi mi namwambia either anirudishie au anunulie hiyo. Una haki ya kusema urudishiwe au ununuliwe hiyo, hizo labda hisa tena zingine. So nina experience nzuri kwa broker wangu kwenye hilo. Kama una changamoto yoyote, please use that email. Um, Mwingine anasema, Nancy anasema nina old CDS account ilifunguliwa in 2012 kabla ya kuwa na electronic records za DSC. How do I update it and merge the account? Anaomba nijibu kwa ajili ya kuokoa muda. Naomba wasiliane na broker wako yule ambaye ulifungua account hiyo mwaka 2012, atakusaidia kufanya hayo yote na atakusaidia pia kupata the app na kuunganisha. For new DSC shareholder, fomu ya kujaza kwa ajili ya dividend tunapata wapi? Karibu McLeod na Sarah. Meki? Okay, Umepotea? Oh, yeah. Mmesikia swali? Hapana, ulipotea kidogo. Oh, swali linasema for new DSC shareholder, fomu ya kujaza kwa ajili ya dividend tunapata wapi? Okay, asante. Kwanza anatakiwa aseme ni kampuni ipi, kwa sababu DSE tuna DSC, kampuni tanzu yetu. Yes, ni za DSC. DSE. Nadhani anamaanisha DSC kwa sababu ameandika kabisa DSC. DSE. Eh, Very good. Nikipata email yake au namba yake ya simu nitamconnect na registrar wetu ambayo wanaitwa CSDR. Otherwise, mm, aingie kwenye website ya www.csdr.co.tz. Pale atakutana na hizo form, atadownload, atapakua and then atajaza. Na hiyo website nimeiandika hapa www.csdr. Yes. asante sana. Vincent anasema, je, kununua hisa ni lazima ziwe kwenye multiples of 10? Sara naona amejibu. Yes, amejibu. Naomba tusome hapo investors kwa ajili ya kuokoa muda. Karen anasema hello, asante kwa presentation nzuri sana, japo lugha zingine zilikuwa mathematics. Naomba kuulizia kwamba niliweka oda ya kununua hisa juzi usiku, natarajia kulipa kesho. Je, sitatoka nje ya muda cancel oda yangu? Then kwa sasa mimi ni new investor, unajikuta unatamani kutawanya milioni moja kila mahali. Je, ni njia ipi itanisaidia kutambua the right company kuwekeza? Karibuni. Okay, asante. Nianze na hiyo ya mwisho, the right company to invest. Namba moja, njia ya kwanza, wasiliana na mshauri wako wa uwekezaji, investment advisor. Anaweza kawa broker, anaweza kawa ni personal finance and so on, hapo watakushauri. Jambo la pili, kama unaweza kufanya mahesabu, DSE tunatoa taarifa bure kwenye website. Mm. Ukijisajili kwenye mfumo wetu wa DSE hisa kiganjani, kuna taarifa tunazitoa kule bure, zitakusaidia pia kutathmini na kufanya hivyo. Hata DSE Jumamosi na Ijumaa huwa baadhi ya hizo siku tunatoa mafunzo. Tunafanya real demonstration ya calculation na jinsi ya kufanya ili uweze ukatambua, ila hatushauri mtu awekeze kwenye kampuni yoyote sisi kama DSE, ila tunatoa uelewa kwenye hiyo area. Pia through personal finance wamesema wanatoa mafunzo na pia wameanza kushirikiana na DSE. Kwa hiyo stay tuned, wasiliana na personal finance, wanaweza wakaorganize session kama hizo. Sisi we are ready to offer that support kama itahitajika pia.
Asante sana McLeod. Tarehe 7 mwezi wa 7, Karen, tuna darasa ambalo tutakuwa tunachambua biashara. Kumbuka, unapowekeza kwenye kampuni hauwekezi tu kwenye kampuni, unawekeza kwenye hiyo biashara. Sasa which company should you wekeza, which is the right company? Utapata majibu kwenye uchambuzi. Kuna so much analysis hapa, fundamental analysis ambazo unabidi uzifanye, ambapo uwekezaji na hisa, watu wengi ambao unamfahamu Abbas Kimvuli ni investor, lakini pia ni mtu ambaye amejikita sana katika uchambuzi wa biashara kwenye soko la hisa. Atatusaidia hilo kwa lugha rahisi sana. Navyoongea lugha rahisi, namaanisha hata wewe kama hujui mahesabu utaelewa, na utaambiwa ni ratio gani chache wewe muhimu za kuangalia ili uweze kuchagua kampuni gani uweze kuichagua. Hatutakwambia uwekeze wapi, ila tutakuwa wewe unatakiwa kujua hizo ujue hizo analysis ili uweze kuwekeza sehemu sahihi, lakini pia atashare strategies. Je, utawanye au uwe uconcentrate kwenye one company? Hiyo sasa inakuwa ni choice yako, lakini sisi tutakupa tu strategies. So karibuni sana tarehe 7 mwezi wa 7, na tutafanya hapo hapo kwenye ukumbi wa DSC. So nawakaribisha. Gharama ni shilingi 50,000 kwa sasa kwa physical class, na kuanzia tarehe 1 itapanda, so lipia mapema. Na labda nitoe ofa kwa wale ambao wameshiriki hii session. Wale wanaotaka kushiriki physical watatoa 40,000, and before leo saa 6 usiku ofa itaisha. Kwa hiyo karibuni kwenye WhatsApp au popote pale ulipopata hii link, wasiliana nasi, lakini pia tutakuwa hewani popote pale ulipo, nchini au nje ya nchi. Unaweza kushiriki hii session tarehe 7 mwezi wa 7, itaanza saa 8, na gharama za kushiriki hewani ni 30,000 tu, lakini pia tutakuwa na recorded. Tutairekodi hii session nzima, utakuwa na access nayo kwa siku 30, na tutakupa tracker pia ya kuweza wewe kutrack uwekezaji wako. Asante sana Karen kwa swali, na asante sana McLeod kwa that clarity. Swali lingine muhimu, anasema ile control number ya kulipa inakaa 24 hours, so hakikisha unalipa in 24 hours. Alikuwa anamjibu kule juu. Asanteni sana wote ambao mnaendelea kuwajibu wadau. Pia nadhani upate elimu ya passive income, ujue malengo yako binafsi. Mcheki huyu dada atakucoach, naona hapo anaongelea coaches. Jamani, tuko Personal Finance Hub, karibuni Personal Finance Hub. Fausta anauliza how does CDS, swali zuri sana, how does CDS za watoto get gawio? Karibu McLeod. Sara naona amejibu, lakini ulijaza fomu za gawio kuhusu akaunti za watoto, then maana yake unatakiwa kujaza zile fomu kama kawaida. Kuna majibu hapo tayari. Moshi anasema waweza elezea mchakato wa kununua hisa kama ni kutrade mpaka unafikia hatua mpaka gawio. Vitu gani vya kuzingatia wakati unachagua mahali pa kununua hisa? Sara amejibu. I'm not sure ni Sara wa DSC au ni Sara. Kununua hisa ni kupitia broker. Amejibu hapo. Naomba McLeod ujibu tafadhali. Waweza elezea mchakato wa kununua hisa kwa ufupi kabisa mpaka unafikia hatua ya kupata gawio. Vitu gani vya kuzingatia wakati unachagua mahali pa kununua hisa? Kwa kifupi, labda kwa watu wasikie na sauti yako. Okay, asante. Taratibu ni rahisi sana. Kitu cha kwanza lazima uwe na akaunti ya uwekezaji, tunaita CDS account number. Hiyo ni kitu cha msingi kabisa. Jambo la pili, lazima ujue ninataka kununua hisa za kampuni fulani kwa sababu malengo yangu ni haya. Kwa hiyo jambo la pili ni malengo ya uwekezaji. Kwa nini nataka kuwekeza? Lazima ujue malengo yako. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu katika ununuzi wa hisa zina faida mbalimbali. Faida ya kwanza ni ongezeko la mtaji, tunaita capital gain. Unaweza usiwe unasubiria magawio, ila umenunua shilingi 1,000 ukaja ukaiuza baada ya siku 2 3 ukaiuza ikiwa inauzwa 3,000. Maana yake 1,000 vs 3,000 kuna faida 2,200. Kwa hiyo lazima uelewe kwenye liquidity. Jambo la tatu au faida ya pili ni gawio.
Unaweza ukamiliki hiyo hisa kwa mwaka mmoja ukalipa gawio mara mbili au mara moja kutokana na policy, sera ya kampuni. Kwa hiyo kitu cha msingi lazima uwe na akaunti ya uwekezaji. Jambo la pili, malengo ya uwekezaji. Jambo la tatu, lazima ujue nawekeza kwenye na kampuni fulani kwa sababu moja, mbili, tatu, nne, tano. Jambo la nne na la kimsingi, unaanza kuwekeza, lakini kabla ya kuanza kuwekeza lazima upate ufafanuzi, ushauriwe. Kama wewe sio mtaalamu, kuna stock brokers, madalali wa soko la hisa la Dar es Salaam wanatoa mafunzo. Sasa hivi kuna watu kama personal finance wanatoa mafunzo pia. Kuna watu mbalimbali freelancers wengi wanatoa mafunzo, lakini pia taarifa mbalimbali za utendaji wa makampuni yaliyoorodheshwa sokoni zinapatikana kwenye website ya DSE. Ukiweza pakua pale, jifunze. Ukishindwa, wasiliana na madalali, tembelea DSE, tembelea hub kama hizi, utapata mafunzo. Then unaanza kununua, na through DSE hisa kiganjani kuna taarifa mbalimbali zinazokuonyesha trend performance ya kampuni hizo. Kwa hiyo unaweza ukazitumia. Kitu cha kimsingi, angalia profitability trend. Kama kampuni mwaka juzi ilitengeneza faida, mwaka jana ikatengeneza faida, mwaka huu probability ya kutengeneza faida ni kubwa pia. Kwa sababu out of the profit is where you get the dividend. Kama kampuni inatengeneza hasara, ni uwezekano wa kupata gawio ni mdogo, kwa sababu dividend is being paid out of the profit. Kwa hiyo kitu hicho cha kuangalia ni profitability trends na market trends, ndio vitu vya kimsingi, lakini na process iko hivyo. Pia karibu kwa mafunzo mbalimbali, kama mmesema mtakuja DSE Personal Finance Hub, na sisi tutakuwepo. Tunaweza tukachip in tukawaonyesha hata live kinavyotokea sokoni. Asante sana Meki. Unaweza ukaongelea kidogo as we wind up, sababu nadhani maswali yameisha. Kwa Yes. yule ambaye anataka kubobea sasa, ajue soko la hisa linafanyaje kazi, mna ile kozi yenu, can you talk about it kidogo? Yes, asante. DSE tuna kitu tunakiita DSE Academy. Lengo la hii academy ni kwa ajili ya kuwafundisha watu masuala ya uwekezaji na jinsi ya kushauri watu wengine kuwekeza. Hivyo hii course ya tunaita investment training course inafanyika kila mwaka kwenye kila kota. Kwa hiyo DSE wanatoa matangazo kwenye website, kwenye social media, kupiga simu, kuandika barua. Kwa hiyo tunatoa haya mafunzo, na hivi sasa mwezi huu wa 7 mafunzo yanaanza. Kwa wale ambao watakuwa wana utayari wanakaribishwa. Pia kwenye hii kozi tunatoa certificate ambazo zinatambulika, na uwezi ukawa mshauri kama huna certificate ya DSE. Sio hiyo tu, pia wale ambao wanataka kufanya CFA, DSE huwa tunatoa mafunzo na ni center ya CFA kwa Tanzania. Also kuna security investment certificates ambazo tunashirikiana na vyuo kutoka nje, tunatoa mafunzo pia. Kwa hiyo karibu, tembelea DSE, ingia kwenye website ya DSE, kuna namba zetu za simu, kuna email, tuulize au tupigie. Sisi tutawasiliana na wewe na tutakusaidia katika mafunzo ya aina yoyote unayotaka kuhusiana na uwekezaji na namna ya kushauri watu waweze kuwekeza. Certified trainers tunatoa pia hizo certificates. Wow, asante sana, asante Okay, sana. katika kuwind up ni washauri wawekezaji. Tumebadilisha rules zetu hizi, kanuni zetu. Lengo ni zuri, kuhakikisha ya kwamba tunalinda maslahi ya wawekezaji na pia tunasaidia wawekezaji waweze kupata fursa au sehemu za kuwekeza. Hivyo katika kutekeleza hizi sheria, kama kutakuwa na mtu anapata changamoto yoyote, asisite kuwasiliana na soko la hisa la Dar es Salaam. Tupo, tutamsaidia na tutashirikiana katika kutimiza yale ambayo soko linatamani Watanzania waelewe na wachukue fursa za uwekezaji kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Asante sana kwa fursa hii, na tunaomba
mkiwa nazo siku nyingine mtukaribishe, tuko tayari kushiriki. Asante sana Labda kama Meka. utampa Sara kama atakuwa na 1 minute. Yes, please. Sara, karibu sana. Asante, nashukuru kwa hii session nzuri. Tunafurahi mnapokuwa na hizo session za kuwafundisha watu, mkatualika sisi ili kutoa clarification pale ambapo kunahitajika clarification zaidi, na pia na sisi tunajifunza pia na tunapata ile feel ya investor Mm. aliyoko nje ya DSC, yeye analionaje soko na changamoto gani anazipata, na sisi tunayopata ni njia gani za kuweza kuwasaidia investor zaidi waweze kuinvest kwenye soko la hisa. Ninashukuru sana, na kama alivyosema mwenzangu McCloud, mkiwa na hizi session msisite kutualika, tutakuja ili tuendelee kutoa elimu kwa umma Mm. na namba ya wawekezaji iongezeke zaidi. Yaani tunatamani retail investors waendelee kuwa wengi zaidi. Asante. Asante sana, na hilo ndo lengo la Personal Finance Hub. Kwa wale wageni ambao wamepata link hawajui ni nini kinachoendelea, Personal Finance Hub Tanzania ndio imeandaa hii session. Tumewalika Dar es Salaam Stock Exchange ambao ni partners wetu, na tumeshirikiana nao. Tumetoka kufanya mafunzo ya watoto wa miaka 12 mpaka 17. Jana ilikuwa graduation for 7 days na it was very wonderful feeling. Wazazi wamefurahi, watoto wamefurahi. Tunajaribu kutengeneza generation ambayo itakuwa financially literate, wasifanye makosa ambayo sisi wengine ambao tumefanya sisi wakubwa. Kwa hiyo Personal Finance Hub is your one stop uh, shop for everything about financial literacy, investing and generational wealth. Kwa hiyo karibuni sana Personal Finance Hub. Tuna community yetu ambayo ni ya subscription. Kwa mwaka ni shilingi 60, ila kwa sasa ni shilingi 40. Kwa hiyo kama unataka maelezo zaidi, karibu WhatsApp au popote pale ulipoona hii nani reply um, kwenye hiyo message uliyoipata. Unaweza kuja kwetu direct ukaandika tu neno community, nikakupa details zaidi. Lakini zaidi ya yote, investors, tuwekeze katika elimu. Mtu wa kwanza ambaye ukipata changamoto yoyote kwenye eneo la uwekezaji, ni mtu wa kwanza ni stock broker, yule ambaye umemchagua wakati unafungua CDS account, either ulifungua manually au ulifungua kwenye hisa kiganjani. Broker ni mtu wako wa kwanza ambao unatakiwa kuwasiliana naye, na unatakiwa kuwa na mahusiano ya karibu sana. Namba mbili, wekeza katika elimu, ingia YouTube jifunze, lakini usitosheke na YouTube. Karibu madarasani, usiogope kuwekeza. The more you invest in education, the more wealth you become, kwa sababu you have information. Taarifa ni kila kitu, taarifa is a new currency. Kwa hiyo karibuni sana, tarehe 7 mwezi wa 7 tumeandaa haya mafunzo, na nimesema kwamba tayari kwa yule ambaye atalipa sasa hivi mpaka saa 6 ni shilingi 40 physical class, lakini online ni shilingi 30. Alafu pia McLeod, kuna mtu aliuliza mafunzo ya DSE kama yapo online. Naomba ujibu mara moja kabla sija wind up. Yale mafunzo, zile kozi ambazo mnatoa, je, zipo online? Yes, huwa kuna session ambazo tunazifanya online na nyingine ni physical, ila tunafanya hybrid mara nyingi, online au physical. Okay. Hope, naomba uangalie kwenye hii chat. McLeod alishatoa namba yake. Unaweza ukawasiliana naye. Just scroll down. And this marks an end of this session. Ni washukuruni sana investors wote ambao mmeingia, wale wapya ambao umeanza kuwekeza. Na wasisitiza endeleeni kuwekeza kidogo kidogo, hujaza kibaba. Wale wakongwe, tuendelee kuwekeza pia kwenye elimu. Lakini zaidi ya yote nitoe shukrani kwa DSE kwa kuwepo hapa. Lakini zaidi ya yote tutakuwa tunawalika mara nyingi tu, na the next session nadhani nitaomba niwalike CSDR, kwa sababu watu wengi inapofika kwenye magawio huwa ni kama vile kuna wanachanganyikiwa. Kwa hiyo ningependa the next session tuwe na CSDR. Kwa hiyo this is an information ambayo tutaitoa once tukipata approval kutoka DSE, basi tutakuwa nao. Kwa hiyo ni washukuruni sana DSE, McLeod na Sara, lakini pia na timu nzima ya DSE. Asanteni sana. Thank you so much. Kwa wale ambao watataka kusikiliza hii session, itapatikana kwenye YouTube
channel ambayo inaitwa Personal Finance Hub. Asanteni na jioni njema. Please. Asante. Yaani tunashukuru sana, na DSC na CSDR ni wafanyakazi ni wale wale, ila Mm, tutaifikisha ili mm. waje watu wengine. Sawa, nashukuru sana. Asante. Bye bye, Nancy and everyone else.